Okay, tunaendelea leo tujifunze namna gani ya kutengeneza hiyo API yetu ile ya employee. Kwa hiyo mwanzo tunahitajika tutengeneze package zetu. Package tutatengeneza ni table, ambapo hapa tutatengeneza table letu, tutatengeneza repository kwa ajili ya query, service kwa ajili ya hizo method, pamoja na controller kupata REST API. Kutengeneza hizi package utakuja hapo kwenye com.example rs plus, kama uliweka jina lako la kampuni utaona mfano com.design dev.jina la hiyo project. Kwa utakuja hapa uta right click, right click utakuja kwenye new hapa utakuja mpaka kwenye package. Kwenye package hapo sasa ndio utatengeneza. Kwa mfano utaanza kwanza table, utapiga enter kama hapo anakuambia tayari ina exist. Utakuja ya pili utatengeneza repository, tayari hapo utatengeneza service, utapiga enter na utatengeneza controller, tayari hapo ukitaka utatengeneza DTO ikiwa unatumia relation. Kwa hiyo ndio hivyo ndio namna kutengeneza package. Then tujalie sasa tunataka tutengeneze API ya employee. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutakuja kwanza kwenye pom.xml, tutacopy, then tutafungua ChatGPT. Kwa ChatGPT utamwambia kwamba mimi ni Spring Boot developer, alafu tamwambia my pom.xml look like shambia hivyo. Utaendelea kuandika, utaambia I need to create API of employee whose attribute, utatajia attribute zako kama utakuwa na employee ID, utakuwa na small letter first name, utakuwa na first name, utakuwa na last name, tayari hapa. Utakuwa na kingine useme position ya hiyo employee yako, position tusema pamoja hata kama na kampuni gani umeajiriwa. Maliza, piga enter. Baada ya kupiga enter nakwambia we show clean production ready employee API using Spring Boot Rich API business setup. Kwa sasa cha kwanza tayari ameshakutengenezea employee entity. Kwa hii ndio itakuwa employee yako entity, ambapo hii utaichukua hii, utakuja copy mfano employee, utakuja zako huko kwenye hii Spring Boot yako, utaingia hapa kwenye table. Hii ndio package yako, right click, utakuja kwenye Java class, utaipaste. Tayari ukipaste unapiga enter, itafunguka hiyo tayari hapa. Kwa kinachofuata sasa utakuja utaanza kuchukua kodi hii ya juu, hii utaachana nayo. Unaanza hapa kwenye hizi import, utakuja import, copy mpaka hapa, copy, afuta, uta highlight hii class yako, utapiga enter. Hapo tayari umetengeneza table yako au entity ambayo itakuwa haina error. Then unakuja kutengeneza repository yake. Kwa uta copy, utakuja zako kwenye package yako repository hapa, uta right click,
Java class, lakini repository tunatumia interface. Uta select interface, uta paste, then uta click enter, then utakuja huku. Ukija huku una copy kuanzia kwenye import, una copy kuanzia kwenye import, then unakuja na huku una highlight interface yako, unapiga enter. Haya, hii hapo utaitoa kwanza hii import na isome. Utakuja huku utaweka tu hiyo cursor wako. Kika cursor yako utakwambia import class, utaambia import, import hapo tayari. Then ukitoka hapo unakuja kwenye service. Sasa service utacopy kwanza hii employee service, then utakuja kwenye package yako ya service. Package yako ya service hapa, uta right click, utakuja new service. Tunatumia class, kwa utaacha hiyo class, enter hapa tayari. Afu unakuja zako kwenye service yako. Kwa hiyo kwenye service hapa tutaanza kuchukua highlight hapa, highlight tayari hapa. Mpaka hapo copy, then uta paste. Kuna error, then utakuja hapa uta highlight, utaweka cursor. Tena nasumbua, fanya kama andika kitu hapo rejeshi trozedi ya ukitoka hapo unakuja kufanya implementation. Hapo umeweka tu interface. Hii ni interface, sorry. Hii ni interface. Sasa unakuja kuweka class yake ili kuja kuzitengenezea function hizi interface zako. Kuzitengenezea function na copy employee service implement. Sasa unaenda ku implement hapa hapo tu, unaweka class. Sasa hivi unatumia class ile interface, unatumia interface. Kwa vile unaenda ku implement interface, utabidi utumie class. Then utakuja utachukua kwanza hapa service, copy mpaka mwisho. Unakuja huko na highlight class yako, unaweza enter na highlight hapa ili upate ku import. Import hapo na import nayo repository yako, na import na hizi na import service. Kuja na list nayo na import. Service na hivyo kwenye Java yote hapo imemaliza. Then unakuja zao kwenye controller ambayo ndo REST API yako, utacopy. Then utakuja zako kwenye package ya controller, utakuja utachagua Java class, utachagua hii ni class, utapress controller hapo itakutengeneza. Alafu unarudi zako kwenye ChatGPT, na copy kwanza hapo mpaka hapa, then paste, una import na highlight tu, na import ndio na import na hapo na import, nakuja na huyo nayo na import, nakuja na hapa na import na huyo na import, na hapa naye pia na import, na import. Kila kitu kinakuwa safi kabisa. Import naye huyo, kuja hapa list nayo na import Java yote. Maliza kwa hapo. Sasa hivi tayari umeshatengeneza API yako ya employee safi ndani ya dakika tu. Kwa katika tuielezea sasa, kwa kitu cha kwanza tulitengeneza
table ambayo ni employee, ambayo employee yetu ndio hapa. Kwa lazima juu upitishe hizi get and setup, upitisha table kwamba table lako nalipa sasa, kwamba kwenye hii API employee table langu nataka liitwe employees, ili kule likienda set hii. Then kutoka hapo una specify attribute zako kwa, na ile employee ID lazima uiwekee sasa kwamba @id @generated value hii, kwamba unaiset sasa kwamba hii ni ID, sio kama attribute nyingine, maana zisije zikaingilia. Na hii @generated value hii maana yake ID zisirudiane. Mfano kaingiza employee ya kwanza na ingia namba moja, wa pili hajachukua namba mbili, asiwe namba moja imechukuliwa na employee zaidi ya moja. Kwa hivyo ndo tunavyotengeneza ni entity yako. Then unakutoka hapo unakuja kutengeneza repository ambayo ni hapa employee repository. Employee repository hapa maana yake ndio inachukua query. Kwa automatic kwanza inakuja na query zake ni zile CRUD, create, update, hii inakuja default. Kwa hiyo hapo utaipitisha hiyo table yako ambayo unataka iwe inafanya create, update, delete pamoja na edit, unaipitisha pamoja. Lazima uipitishe na ID yake inachukua mfumo gani, integer au long, kule tuleka long. Ukimaliza kupitisha repository, sasa unakuja kwenye service. Kwenye service kwanza utatengeneza interface. Interface yako hii hapa, maana yake una specify function method ambazo utaenda kutumia. Maana yake mimi nitatumia method ya kucreate, method ya kuget by ID, method ya kuget all employee, method ya kuupdate employee pamoja na kudelete. Ukimaliza sasa unakuja kutengeneza class yake ili uweze kuimplement hizo method. Ambapo ukija hapa ndo kitu cha kwanza lazima uivute ile repository, sababu repository ndio iliyobeba zile CRUD ambapo create, update, delete pamoja na get, ile ndio iliyobeba. Kwa lazima uipitishe kwanza hapa ili ijulikane hii inaenda kutumika. Kwa then baadaye unatengeneza hizo methods za create, methods za get by ID, methods za get all employee, methods za update pamoja na kudelete. Kumaliza hapo sasa unaenda kutengeneza REST API ambayo hiyo ndo utaenda kumpatia frontend wako, yeye ndo atai access hiyo. Ukija kuna employee controller hapa. Katika employee controller lazima kwanza ujiweke request mapping, maana yake baada ile port ino run hiyo backend yako, basi je pass hii. Kwa hiyo ikija pass hii direct inajulikana kwamba sasa hivi tunataka tu access API za employee, na lazima upitishe service katika hiyo controller yako, kwa sababu kwenye service ndio kwenye method zote. Kwa huyu ili afanye kazi controller anamtegemea employee. Then baadaye unaanza kuweka, unavuta method zako, na lazima uweke kama useme notation kwamba hii method hii ni kwa ajili ya kupost, get mapping hii kwa ajili ya kuget, lakini umeongezea kitu ID, maana kuna get kwa ID hii, maana yake get mapping ikiwa tupu, maana yake hapo na get all. Kuna put mapping hii kwa ajili ya kuupdate, na ili update lazima kwanza uijue ID ya huyo ambao unaenda kwa update, na delete mapping lazima uijue ID ya hiyo information unaenda delete. Kwa hiyo hivyo ndo namna kutengeneza API, na API zilizobakia zote natengeneza namna kama hiyo.